mtu hutairiwa safari moja. Hata example. Ukiambiwa tu rudi huko sidhani, utapiga mtu ngumi anakufanyia mzaa. Habari za jioni watazamaji wa kipindi cha Victor Uwanda Vlogs. Na habari zinazotufikia jioni ya leo ni kwamba jamaa mmoja katika eneo la kijiji cha Trans Nzoia aliamua kumpigia Yesu simu, akaanza udakuzaa ya kwamba amekuwa akiomba sana na akatuma barua kwa Mungu ambapo alikuwa na expect God akapate kumjibu na nyumba kwa sababu anaishi chini ya mti. Na haya ndio habari ikiletewa na John Guaduswa. Halo Yesu. Habari bwana. Habari ya mbinguni huko. Yesu, unajua mimi nilikuwa nauliza, kuna maombi jana niliomba, nikaambia Mungu anipatie gari na nyumba ya ghorofa hii mwaka. Yesu bwana, unajua mimi nimekaa sana, hakuna hata kitu ambacho niko nayo. Sasa nilikuwa nauliza kama Mungu alipata hiyo report. Kwa wale ambao watakuwa matajiri mwaka hii, Yesu, hebu angalia kwa kitabu ya Mungu kama mimi niko ndani, tafadhali. Yeah. Yes. Asante sana Yesu. Naomba uangalie mimi tafadhali. Na kama hajaandika kitabu yangu wale watakuwa tajiri mwaka huu, Yesu ibia jina langu hapo chini, andika chini. Na uweke tick Yesu, kwa sababu sasa nimechoka kukuwa maskini Yesu. Asante sana Yesu. Kwa habari zingine, mambo na vioja vikosi duniani. Waimbaji wakaanza kutoa wimbo wakamtungia Yesu wa Tongareni, wimbo wa kumtoa kwenye jela ama korokoroni. Hebu mtazame hii video muone huo wimbo ambayo ina trendi kila mahali. Yesu bandia ameshikwa kule Bungoma. Yesu bandia ameshikwa kule Bungoma. Wakenya wote tunataka huyo Yesu awachiliwe. Sisi wafuasi tunasema hana makosa. Sisi wafuasi tunasema hana makosa. Wakenya wote tunataka huyo Yesu awachiliwe. Wakitupinga tutafanya maandamano. Wakitupinga tutafanya maandamano. Wakenya wote tunataka huyo Yesu awachiliwe. Wakenya wote tunataka huyo Yesu awachiliwe. Karibu sana. Baada ya waimbaji kutumbuiza na kuimba nyimbo ambazo ni za kumtoa Yesu wa Tongareni kwenye korokoroni, kumbe ilikuwa ni siku yake ya kuwekwa ndani ya korokoroni. Na kwenye video ambayo inafuata aliwekwa ndani ya korokoroni, akaanza kujitetea kusema Simuonyeshe Yesu mahali pa kunisaidia ndani. Nitoke bwana. Nifungulie. Mama mmoja naye katika kijiji cha Msambwa naye akaamua ya kwamba mwanaume utairiwa mara moja, akitairiwa mara ya pili inamaanisha watakuwa wametoa sehemu zote za nyati. Mtu hutairiwa safari moja. Hata example. Ukiambiwa tu rudi huko sidhani, utapiga mtu ngumi anakufanyia mzaa. Aya, sasa toa maono. Usifiwe Yesu. Amina. Kwani ni malaika numjenga safina. Niko katika lango la malaika Dani. You are a madman. You are a madman. Katika ulimwengu wa kiroho
nilipatikana katika shule inaitwa Praise Center. Na ikawa mwalimu wa hiyo shule. Praise Center, yani mahali pa kuaputia. Praise Center kiroho. Sasa ikawa mwalimu wa hiyo shule, dada ya huyo mwalimu alitaka kuolewa na Mtanzania. Na yule Mtanzania alipokuja, sasa huyo madam akasema, huyu dadangu amefanya jambo ambalo halijapendeza. Alijaribu kubadili mavazi yake. Yaani alikuwa amevalia sare nzuri, lakini alipofika barabarani akavalia longi. Tukafika kwa boma la mtu anaitwa Mtoka. Sasa mahali pale kukaonekana na televisheni kubwa. Na wanahabari kutoka Tanzania walikuwa wameingia. Na ikawa Yesu anaonyesha kwa runinga. Ilikuwa ni runinga kubwa kama hili gari lenu. Your foolishness will make you the most foolish idiot on earth. Kumbe katika kijiji hiki kuna televisheni kubwa na runinga ambazo zimeamua kuonyesha Yesu wa Tongareni. Kuna televisheni nyingine ambayo inaweza muonyesha Fred na Kulangula na maelezo zaidi. Sasa ikawa Yesu anaambia wale wanahabari, nyinyi mnanitazama tu jinsi nilivyo. Hawa manabii wakiniinamia mnafikiria wananiinamia mimi, kumbe wanainamia Baba Mungu. Kwenda. Si mimi. Alafu jinsi Yesu alisema hivyo, nikaona mikono miwili mikubwa juu ya televisheni. Yaani imetarajia kupokea kitu kutoka mbinguni. Mtazamaji. Kisha ile filamu ikatoweka. Ulikuwa unaonyesha wewe? Amina. Ukiwa kwenye hiyo Praise Center, hiyo ni shule? Ni shule. Goma ishi. Ukiwa umelala au ukiwa macho? Ukiwa katika chuo cha unabii. Ukiwa umelala au macho? Nikiwa nimelala. Yaani hiyo ni ndoto. Kwa habari zingine ni kwamba Yesu wa Tongareni akajitokeza kimasomaso, kiwaziwazi na kutangaza kwamba yeye ndiye Yesu. Na kuna mwingine ambaye anaweza kusaidika bila kupitia yeye. Yesu wa Tongareni ako na mambo halisia ya kuelezea. Hebu angalia maelezo haya tunapoletewa na John Okeri. Sasa hapa naamini ya kwamba tunaposema salamu za Yesu, sisi wote amina. Watoto nao amina. Salamu za Yesu. Tuachane na ya nabii Yohana 5, kwani anayemwandalia njia tayari tunaye. Sasa kisasi hiki Yohana alifunuliwa akaona hao 12 katika kisima cha Patmo, lakini kwa ajili ya ukamilisho nami nimeingia. Na Mungu vile naketi na mzee wa kale na kale. Hawa wana ambao Yakobo aliwawekea mikono, Manase na Ephraim, kila mmoja pia ana 12,000. Ukiweka pamoja si 1144, pali ni 1168 ambao watakombolewa katika uso wa dunia. Kijijini Luhohwe, eneo bunge la Tongaren, ndio makao makuu ya Yesu, mwanzilishi wa dhehebu la The New Jerusalem. Yesu wa Tongaren anasema maandiko yametimia na yeye ndiye mwana wa Mungu, na kwa hiyo amelisahau jina lake. Sasa walikuwa wamenipa wakati, yani nasema sauti ya Mungu vile ilinena na mimi 209, kuanzia 208 209, sauti ikasema hivi, mwanangu, utukuzwe duniani kwa miaka 77. Sahau hilo jina. Sasa mara nyingi hata hawa wageni wenye wanakuja hapa, nikitamka tu, nikisema hata nitamke, huenda ulimi unakwama. Maana Paulo alipoitwa Paulo, hata injili sasa ikaandikwa, haikuandikwa injili ya Sauli, injili ya mtume Paulo. Sasa leo ni maajabu ya Yesu. Katika hekalu lake Yesu huzungukwa na wafuasi 12
ambao humsaidia katika huduma. Asifiwe Yesu. Amina. Utukuzwe milele na milele. Amina. Chukuani malaika Naftali miongoni mwa nyota 12 usawa wa nabii Yakobo. Asifiwe Mwokozi. Amina. Na baada ya ibada za kila Jumapili, waumini hufanya mizunguko 7 kando ya hekalu kwa nyimbo na densi. Ukistajabu ya Musa hujayaona ya Firauni. Yesu wa Tongaren ana mke ambaye ni Nabii Benjamini. Nabii Benjamini anasisitiza kuwa nabii hakubaliwi kwao. Amina. Kusema ukweli mbele ya Baba Mungu na mbele ya malaika watakatifu, nabii haheshimiwi kwao. Na kulingana na hali venye walijua hii hali iko, kwanza nikakaa na baba yangu Msasi, nikamuelezea chinzi yeye ni mchungaji. Tena ako na cheo kubwa sana katika hekalu. Na nikamwarifu ya kwamba kichana yako yeye ni Yesu. Na kulingana na maandiko matakatifu nikawa namuelimisha vitabu fulani. Naye akanijibu, wewe ni mwenda simu. Kwa maana hata Paulo alihubiri injili, alihubiri vibaya sana, wakamtandika viboko 39 kasoro moja. Sasa wewe umekuwa Paulo hapa. Sasa mimi nikafurahia kwa maana nikasema kuaripikia katika jina la Yesu pia ni ushindi, kwa maana chue kwamba hiyo ni chapa ya mbinguni, unaingia mbinguni bila kupingwa. Yesu ana watoto 8 ambao malaika Benjamini anawatambulisha. Nao watoto 8. Wa kwanza akiwa nabii Joshua, wa pili nabii Enoka na ni binti, wa tatu nabii Mikaeli, jemedari mkuu anayesimama upande wa wana watu kwa ajili ya kuokoa kile kilicholemaa. Niko naye malaika Mariamu mamake Yesu, yeye ni wa 4. Wa 5 niko na nabii Yusufu wako pale. Wa 6 niko na nabii Samsoni mwenye nguvu. Wa 7 ni nabii Jesse, msee mkongwe, msee mshauri. Na wa mwisho ni nabii Habisesi. Yesu wa Tongaren anasemekana kufanya muujiza wa hivi karibuni ukiwa ule wa kubadilisha maji na kuwa chai. Bila shaka maji kuwa chai. Asante sana kwa kutazama kipindi hiki. Najua umebarikiwa, najua unatabasamu popote ulipo. Naomba ya kwamba ukapate kubonyeza hicho kidude cha subscribe, ukapate kuendelea kusubscribe. Na wapenda nyinyi wote. See you.